Madam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vipi Kwema? hali? Salama kabisa, alhamdulillah. Kwema kabisa. Mambo yanaendaje? Mazuri. Wanasemaje mjini? Alhamdulillah. Hamtunyimi? Hatuna. Madam, usije ikawa unatunyima lakini tu unaona ukituambia tutaumia. Msije. Tusije. Unaweza tunawanyima kitu fresh shagaa watu hao. Na sisi tumekuja kuonja bwana, unaonja cha kwako. Kila mtu abaki kwao. Kila mmoja abaki huko. Unga robo. Sawa. Mambo yanakwenda lakini. Alhamdulillah. Sawa. Madam, wanafunzi wamefungua vyuo. Wamefungua bwana na tunaona mahafali yakifanyika kutoka vyuo mbalimbali. Vijana wanarudi mtaani sasa. Wale ambao walikuwa wanasema mimi na mjomba, mimi na shangazi, mimi na baba mdogo, ndio uhalisia sasa ule wa maisha ya mtaani yanakuja mara baada ya maisha ya elimu. Ya chuo. Unapomaliza chuo, haijalishi kiwe cha kati ama kikuu, kuna umesomea taaluma, lakini mara baada ya taaluma unakuja huku mtaani sasa. Kuna maisha bila taaluma ama kuna maisha ndani ya taaluma. Sasa tuanzie hapo. Vijana ambao wamehitimu rasmi, wamevaa majoho na kofia zao za kupendeza kabisa, wakazirusha juu zikaelea na picha wakapiga. Wanatakiwa kujiandaa vipi wanapokuja huku mtaani? Lolote linaweza likatokea. Alikuahidi kazi anaweza kawa amebadilisha mawazo yake. Na kwanza ujue ukiahidiwa msaada sio deni. Ndio. Tu ana haki ya kukusaidia au asikusaidie. Anaweza kawa tu amelala ameamka hata akikukusaidia tena. Sio lazima wala sio jambo la kukaa kumsengenya eti kwa sababu ameshindwa kusaidia. Inauma lakini sio wajibu wake. Alikuwa anataka kusaidia, sasa ameamua hataki. Kwa hiyo uyakubali mambo kama yalivyo. Unaweza ukasaidiwa na babako na mamako. Wao ndo wako na majukumu yako unaona. Kwanza, la pili, hali ilivyo inavyohadithiwa kwenye vitabu vya kufikirika na hali ilivyo mtaani ni vitu viwili tofauti. Kama wenzako walikuambia kilimo kina faida, fanya utafiti kabla hujaingia miguu yote miwili. Kama rafiki zako walikwambia biashara ya kuuza magauni ina faida, fanya utafiti kabla hujawekeza nguvu zako zote ndani. Lakini pia kitu kingine, mitaa yetu na harakati zilizopo katika mitaa zina taarifa za kweli na zisizo za kweli. Kwa makini taarifa gani unapokea na taarifa gani unataka kuwa nazo karibu. Kwa sababu kama wanavyosema wahenga, wanasema kwamba ukikaa na waridi utanukia. Ni hivyo pia ukikaa na upuzi utakuwa na wewe ni upuzi hivyo. Kwa makini sana na watu ambao wanakutoa katika uzalendo, wanakutoa katika kuona kwamba majukumu yako ni nini. Kwa sababu kabla ya kufika serikali kuna majukumu ya mtu binafsi katika dini yake. Wewe una majukumu gani katika dini yako? Na wewe una majukumu gani kwenye nafsi yako na una majukumu gani katika nafsi za wenzio? Kama hawa wenzio sio ndugu zako katika imani, ni jamaa zako katika uumbwaji, nao ni binadamu kama wewe. Lakini pia sisi wote ambao tupo katika hizo dini, sote tumetokana na baba yetu ambaye ni Ibrahim. Dini zetu zote sisi ni dini za Ibrahim. Kwa huwezi kusema kwamba wewe ni bora kuliko mwenzako na kati nyie wote mmeumbwa na udongo. Kwa jua majukumu yako kidini na ndo haya ya kiroho. Ukishamaliza jua majukumu yako katika ngazi ya familia yako, kwamba wewe umetoka nyumbani kwenu, umeenda kusoma chuo, mamako akusomesha na pesa za vikoba, pesa za marejesho. Umemaliza, umerudi nyumbani. Jukumu lako ni nini? Kumsaidia bi mkubwa kurejesha zile pesa au kuonyesha watu kwamba wewe umesoma, utaka kubadilisha mwendo, utaka kubadilisha tabia. Lazima ujue jukumu lako katika ngazi ya familia. Kutoka hapo uje kujua jukumu lako katika ngazi ya kijiji. Pale katika mji wenu, mtaa, kijiji chenu, una majukumu gani kama mtu ambaye umetoka kusoma? Utaleta udhia pale au utaleta wepesi pale katika ile jamii yako? Kwa lazima ufahamu masala kama ukitoka uje jukumu lako katika wilaya yako. Wewe kama kijana wilaya ya Mkinga, una majukumu gani katika wilaya yako? Unatakiwa ufanye jambo gani
katika wilaya yako hii ya Mkiga, ndio watu wajisikie kwamba huyu kijana ni kijana wetu. Kutoka hapo una majukumu katika mkoa. Sema wewe kijana mkoa wa Tanga, unatuma taarifa gani kuhusu watu ambao si wakazi wa Tanga, wajue kwamba vijana wa Tanga wakoje, wao wako vipi? Kwa wewe ukitoka hapo sasa ndio unakuja taifa. Wewe kama kijana wa taifa hili unafanya nini kwa taifa lako? Na chochote unachokifanya Mwenyezi Mungu anakuona kwa unachokifanya. Unaona? Kwa hiyo unatakiwa uwe makini sana kiasi kwamba usije ukatoka katika ule mwelekeo ambao au tuseme majukumu ambayo wewe kama kijana umepangiwa kiroho, kijamii, katika ngazi ya familia na katika ngazi ya taifa. Yote haya yanaenda pamoja na kujiepusha na mambo yasiokuhusu. Kama wafahamu mambo 100 yanihusu, unajiepusha nayo. Si lazima kila kitu ushiriki. Waweza kuchagua tu kwamba mimi nitashiriki masala fulani sishiriki kwa sababu haniongezei chochote katika upeo wangu wa fikra, haiongezei chochote katika weledi wangu wa kiimani. Sawa. Kuna msamiati huku unatumika sana. Uthubutu. Unawaambiaje vijana? Ni muhimu wawe na nguvu ya kuthubutu, kwa sababu sisi sote ni waoga, hata mimi ni mwoga sana. Lakini kuanza ndo ngumu. Ukishapiga hatua ya kwanza ukaona kumbe lijiwe mimi naweza kuruka, utaona wepesi sana. Kwa sababu kwanza ukithubutu utakuwa umesaidia nafsi yako kutambua kwamba waweza kulifanya jambo fulani. Kwa mimi nawashauri, sisi sote tulikuwa waoga kama nyinyi, na bado mpaka sasa bado tuwaoga. Kwa hakuna mtu ambaye yuko na koti la kumzuia asiwe muoga. Kila mtu ni muoga, lakini kumbatia uoga wako alafu fanye mara ya kwanza. Fanya mara ya kwanza tu, ya pili itakuwa nyepesi. Hata kama usipofanikiwa, lakini utakuwa una experience kwamba nilifanya na nikafeli kwa sababu hizi. Kwa hiki kipindi hichi ili nisifeli, natakiwa nishike hivi ili nisianguke na. Mtaani kuna washauri wengi sana. Wafuate washauri wapi? Mimi nadhani kila mtu yuko na fikra zake katika kichwa chake. Cha kwanza nicho, lakini cha pili mtu yuko na wazazi wake. Kutoka hapo kwa wazazi wanakuja viongozi wake wa dini. Naam, wakitoka viongozi wa dini sasa anakuja na watu ambao yeye anawaona kama role model. Role model ni watu ambao wanakushajisha wewe katika hali ya positive, yani hali chanya. Waangalie role model wanachofanya, yani wao wanachokufundisha. Usiwaangalie role model wao wanachofanya. Sasa mimi nataka kuwa kama fulani. Unataka kufanya kama fulani anavyofanya. Kuwa kama yeye hutoweza, kwa sababu labda unaweza kujibebesha mizigo ambao wewe huwezi kuibebe, itakuwa kadhia kwako, ushafahamu? Lakini sasa ikiwa role model wako yeye anafanya kazi fulani, waweza kutamani kufanya kazi kama ya kwake, kwa sababu waona kama wewe na yeye mko na connection, waweza kufanya. Lakini nakushauri mimi, katika kazi yake anayofanya, jaribu kuikuza kazi ya role model wako. Kwamba yeye alikuwa anafanya, lakini unaona kama kuna kipengele hajaenda vizuri, labda hajaenda digital. Wewe buni namna gani unaweza kuipeleka kazi yake digital. Halafu kuwa naye karibu, mweke karibu, awe ni mtu wajifunza kwake, awe ni mtu wachukua mawazo na maoni kutoka kwake. Lakini pia heshimu wazazi wako, walezi wako, kuwa nao karibu. Na kubwa zaidi, kwa karibu na viongozi wako wa dini. Mwenyezi Mungu umweke ndo kama kompasi yako, yani ile inasema nini, yani iwe kama ni mwelekeo wako. Iwe kama ufunguo wako wakati uendesha hichi chombo chako cha maisha. Kwamba mimi naangalia mbele, na mbele yangu yuko Mwenyezi Mungu. Baada ya yeye sasa Mwenyezi Mungu ndo hawa jamaa wengine wote wanakuja. Lakini ikawa umeshindwa kufanya maamuzi kwamba mimi nifanye nini, uweza kwenda kwa Mwenyezi Mungu. Uweza kusali raka 2, au kama ni mtu ambaye si wa kuswali, wewe uko katika imani nyingine, uweza kukaa chini ukamwambia Mwenyezi Mungu, baada ya kusali, baada ya kuswali, ukamwambia Mwenyezi Mungu, mimi Mwenyezi Mungu sina kiigizo, niletee kutoka kwako mtu ambaye atanishika mkono kuniongoza. Kwa sababu mimi naamini kwamba
hapa nilipofika nimefika kwa uwezo na nguvu zako, na naona kwamba safari yangu nataka kuanza sasa sitaweza isipokuwa kwa uwezo na nguvu zako, basi niletee mtu atakayeniongoza na mtu ambaye atakuwa kigizo kwangu chema. Hakuna mtu ambaye anapenda kuona kwamba anaanza chini ama anaanza duni sana kudunduliza, na kwa kiasi kikubwa wahitimu wengi wanahitaji pia kuwa na mitaji mikubwa ya kuonekana, ili Khatibu ama Leila aliyekuwa naye ama aliyemaliza naye akiona aone kwamba amefanikiwa kwa haraka zaidi. Kuanzia chini wengi huwa hawapendi kuanzia huko. Hebu tuweke vizuri hapa, tufanye nini hasa ili tuweze kuendana na hali halisi tuliokuwa nayo, kuliko kujitwisha mzigo ambao utatushinda kubeba. Ndugu zangu, kila mwenye mafanikio alilipia. Kila wanasema for every success there is a price. Na kila clap, unaona, kila makofi yale yanayopigwa ilikuwa price. Jamaa alilipia ya makofi mnompigia. Either kwa kutokulala, au mwingine alinyanyasika, au mwingine alikuwa analala masaa mawili ndani masaa 24, au mwingine amejaribu mara 60 akaja kupatia siku ya 70. Kwa usitamani kuwa na kitu kikubwa ambacho hujakifanyia kazi. Kwa sababu ubaya wa mambo kama haya ni kwamba utakapoanza ukubwa, unaweza ukaanza ukubwa na ukafanikiwa, kila mtu yuko na bahati yake. Lakini ukianza udogo halafu kaenda ukubwa, utajifunza sifa kubwa sana ya muumini ambayo inaitwa humbleness. Ile kujiweka chini kwa watu. Kutokuwa na majivuno na majigambo ukianza chini. Halafu nadhani kigizo chetu chema ambaye ni mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeye pia ameanza chini, ameanza kidogo kidogo. Mimi sijui watu wengine labda wana fikra tofauti na mimi, lakini mimi ningependa nianze nikiwa ni vitu naveka za kuviweka kwenye mkono kabla sijaanza kubeba katika kapu. Kwa sababu gani? Nikiwa katika mkono pale naweza kuviangalia vitu vyangu vyote na nikafanya maamuzi kwamba kitu hichi nitakifanya saa ngapi na hichi nitakifanya saa ngapi. Lakini pia itanisaidia mimi nisiingie ulimbukeni wa mafanikio yangu. Alafu nisijilinganishe na watu waliotoka kabla yangu. Kwa sababu watu waliotoka kabla yangu hawawezi kuwa sawa na mimi. Kitambo wanaotoka mimi nilikuwa skuli. Kwa haiwezi kuwa sawa kwamba mimi nimetoka skuli nimewakuteni nyie katika game alafu mimi nitakuwa sawa na nyinyi. Haiwezekani. Wakati nyie mwasoma mwafanya, mimi nilikuwa niko shuleni, hata siwezi kujipanguza vizuri kama siona. Kwa mimi nataka time yangu nikuwe taratibu, kwa sababu hata muhindi ukichomwa na moto wakati ni mtamu zaidi kuliko ukichomwa na moto wa kubabua. Hivyo hivyo kiazi kitamu, hivyo hivyo muhogo. Kwa mimi napenda watu wakae kama inavyofanya nyama ama samaki, watu watumie time, marinate, sijui waweke viungo, vikoe kisha mtu aje kupika na moto wa chini, kisha mtu toe kitu. Sasa hata unakula unasikia chumvi imeingia mahali pake, jina moto imeingia mahali pake, unaona vitu kama hivi. Kwa sababu vitu vya kuharakia, vya kukurupukia, au unataka vitu vikubwa kwa haraka, malipo yake, price yake ni kubwa zaidi. Tofauti na vitu vya kidogo kidogo, price yake ni kubwa ndio, lakini si kubwa zaidi. Nakumbuka kwa kila kofi utakalopigiwa uko na price. Sasa kama ukiwa unataka vikubwa kwa haraka utapata fikra, utapata matatizo ya kihisia mengi zaidi ambapo hutaweza kuya control. Lakini ikiwa ni vitu vidogo vidogo, utakuwa kila tatizo linakufanya unakuwa, hatimaye unakuja kuwa sawa. Twaruhusiwa kuwa na ndoto kubwa, twaruhusiwa, lakini tuzifanye kama direction. Tuzifanye kama ndo destination. Sawa. Tunajua kwenye maisha kuna mengi, na wakati mwingine kuna watu wanatufurahisha sana, lakini wakati mwingine kuna watu wanatuchukiza sana. Na wakati mwingine tunatamani hata tusiwaone na mambo mengine kama haya. Kipi mtu anachotakiwa kukifanya, hususan kwa mtu ambaye amemkorofisha na yeye amekasirika, bila kuleta madhara? Mimi sio muumini sana wa kuyapuuza utakapokosewa. Watu watanisamehe ikiwa nitaenda tofauti na wao wanavyotaka mimi kuzungumza. Lakini sasa nitazungumza mimi kwamba mimi siamini kwamba mtu akinikosea natakiwa niliache kama lilivyo. Mtu akinikosea nina hiari
ya kuliadresi au kulitengenezea mipaka. Ambao mimi na washauri, ikiwa kuna watu ni wadogo kwangu, kama mimi kama dada yao, na washauri watengeneze mipaka kuliko kuliadresi. Mfano mtu amekuchukiza, huna haja ya kumwambia mtu kwamba amekuchukiza. Kwa sababu mtu yote mwenye miaka zaidi ya 18 ajua analolifanya. Lakini wewe unatakiwa uweke mipaka kwamba asirudie kukuchukiza. Kwa sababu chuki ni kitu kibaya. Mtu kukuchukiza maana yake hapendi wewe uwe na afya. Kwa sababu unaponichukiza unapambana na kichwa changu. Lakini pia unanisababishia huzuni katika nafsi yangu. Sasa kwa nini mimi niendelee kuwa sina mipaka na mtu anayeniletea huzuni? Maana yake mimi naweza kumwekea mtu mipaka asiniudhi tena, kwamba nisiingie katika huzuni tena kwa sababu yake. Maana yake ndio hii sasa. Usimchukie mtu, usipambane na mtu, wala huna haja ya kumuita mtu katika mkutano ukaanza kumuelezea namna gani amekukera, lakini mwekee mipaka kwamba leo ndio iwe mwanzo na mwisho, hutonikera tena. Na hii mipaka yani uiweke kwa kumwambia ama kuto kumwambia? Kwa adjust tu. Ulikuwa umemweka karibu, sasa unaanza kumuondosha. Ilikuwa unazungumza naye mara 60 kwa wiki, unazungumza naye mara 30 kwa wiki. Inaenda mpaka unakuja kuzungumza naye mara 1 kwa wiki. Inaenda mpaka unazungumza naye mara 1 kwa mwezi. Basi kuna watu kila wakimuona mtu ambaye amemkasirisha huwa wanaumia pasi na kumwambia ukweli. Hawa nao tunaweka kwenye kundi lipi sasa? Ikiwa mtu amekukasirisha mara ya kwanza, ukaamua ukasema, akawa hajabadilika, una hiari akikukasirisha tena usiseme. Sawa? Lakini ikiwa mtu amekukasirisha mara ya kwanza na wewe hujamwambia kwamba amekukasirisha, uko kwenye kosa. Lakini pia ikiwa mtu amekukasirisha ukaamua sisemi ile anaweka mipaka, ukiendelea kuumia ujiumiza mwenyewe. Kwa sababu hana habari kama anakuumiza. Na si ajabu mwingine starehe yake ni wewe uumie. Sasa uone kwamba ukiumia utakuwa umetimiza starehe yake. Kama umeamua kuweka mipaka na hutaki kucorrect jambo, weka mipaka kisha usonge mbele. Ukiendelea kuumia maana yake ni kubeba mtu moyoni, na hutakiwi kumbeba mtu moyoni, utakuwa kumbeba Mungu moyoni. Naam. Hutakiwi kumbeba mtu moyoni. Taka kumbeba Mungu. Mungu ndo anakupenda kwa jinsi ulivyo, kwa kadri ulivyo. Hawezi kukwambia mimi nakupenda Lela kwa sababu ikawali mzuri ya. Yeye anakupenda tu. Hata kama sasa hivi tuko kufanya kosa, anakupenda. Na yeye akileta mvua hivi sasa tulipotanga hatusali lakini mvua itanyesha. Hawezi kusema pelekeni mvua pale tu kwa sababu wale ni waumini. Na saa yoyote waweza kusamehewa. Sasa huyo ni mtu anayekupenda unconditionally. Huyo ndo inabidi wewe kumweka moyoni. Lakini mtu ambaye anaweza kupenda kwake kubadilika kutokana na maharage amechelewa kutoa maua, huwezi kumweka moyoni. Kwa hiyo yupi aliye bora kati ya anayekupenda kwa sababu ama asiyekuwa na sababu? Mimi nadhani kwa sababu wewe sababu ni za kwako, huna haja ya kuniambia. Waweza kunipenda tu. Lakini hakikisha unavyonipenda utoe sauti kwa kunipenda kwako. Na sauti zinaletwa na vitendo. Hakikisha vitendo unavyovifanya vinaleta tafsiri kwamba wewe unanipenda. Sio maneno. Sasa wajua maneno ni bure. Hakuna mtu alipia evati kwa kuzungumza. Sasa unaona kitu cha bure, mimi siwezi kudhani hata kama umenipenda sana, kwa sababu unajua ya maneno pia pesa sema bure. Nafikisha hata ungekuwa labda unaongea hata lugha ya kigeni, unaongea lugha hii. Kwa sio nataka kama umefanya kitu kikubwa ambacho labda hakije kutendeka. Nipende hasa katika vitendo, halafu hakikisha vitendo vyako ni vikuu, vinatoa sauti kuliko maneno. Na ukiamua usiniambie kwa sababu hata sihitaji sababu, kwa sababu ni ya kwako, hata mimi niko nayo sababu yangu. Halafu bahati mbaya nishapita katika umri ambao nahitaji sababu. Utajuaje kama nakupenda? Vitendo vyako vitaniletea ujumbe kwamba wewe unanihitaji, kwa sababu vina sauti kuliko maneno yako. Msikilizaji wa 94.5 Radio Nuru FM, kama ndio unaungana nasi, kipindi hewani ni Mseto. Na tuko hapa tunaongea mengi kabisa ya kisaikolojia. Bwana, upendo huu wenye maneno makavu kidogo unaleta shida. Unajua mtu akikupenda, nataka niwafundishe sasa watu. Mtu akikupenda anakuja kutatua.
Ulikuwa una shida ya furaha, anaileta furaha. Ilikuwa nyumba haina mwanga, analeta mwanga. Ilikuwa huna elimu, anakuja kukuelimisha. Ilikuwa haupo karibu na Mwenyezi Mungu, anakusogeza. Sasa ukiona mapenzi ulionayo yanakuja kubomoa, unashindwa kulala, unaamka katika usingizi unaanza kusonya. Umegeuka, umekuwa polisi, kutwa mfuatilia. Ulikuwa unaongea sauti ndogo ndogo, sasa hivi waanza kufoka. Yaani ulikuwa huwezi kupayuka, sasa hivi wapayuka. Unajua haya si mapenzi. Ila wewe ndio hutaki kuelewa kwamba haya si mapenzi. Lakini toka umeanza mapenzi haya walia. Mtu amekukuta na furaha, yeye anaondosha furaha. Mtu yoyote anayekupenda anakuja kutatua. Unajua kuna mabinti katika mtandao juzi nilikuwa tukiangalia, mmoja akawa ameonyesha namna gani amekutana na mtu akampenda, ikawa mapenzi ikawa very smooth. Unajua ikiwa mtu amekupenda inakuwa nyepesi kufikia malengo. Hakuna changamoto, wajua sema sijui nini, nimelala nimeamka nimeshtuka tu kumbe sija kuandikia kama nimelala, sijui nimejikuta nimesahau. Yaani hizo stories zinakuwa hakuna stories za jaba. Sasa yeye mambo akawa anaelezea pale jinsi gani mapenzi kwake imekuwa marahisi mpaka akaolewa. Sasa mmoja akacomment, kwa sababu mimi napenda sana kusoma comment, kwa sababu pale katika comment ndio kuna mafunzo, na pia nitagundua mtu gani hapa ni mgonjwa, inabidi nimemwandikia jinsi gani naweza kumsaidia. Basi katika hawa wale comment, mmoja akasema, sasa mimi nataka kuuliza swali. Mungu, yeye sasa amuuliza Mungu sasa pale kwenye comment, kwa nini mimi naletewa vijishetani? Kwani Mungu umeniona mimi ni mtu wa kuchomoa mapepo au? Mimi kazi yangu ni kutoa mapepo au Mungu bwana niletea wenye vishetani? Wote wenye vishetani ndio wanaleta mimi. Sasa wewe unatakiwa ujiulize. Sio muulize Mungu, ujiulize wewe. Kwa nini mimi Lela? Okay, sitaki kutumia jina langu. Isije akanikuta. Kwa nini mimi Kashata? Navutia watu wanokuja kuchukua kwangu. Kwa nini sipati mtu anayekuja kuleta? Mimi nina kipengele gani cha maisha yangu au mwenendo au uhusiano wangu karibu na Mungu au weledi wangu kama mwanadamu au trauma gani sijapona mimi mpaka na karibisha watu ambao wanahitaji kuchukua kutoka kwangu? Si wao waniletee suluhisho. Wao wanakuja kuiba nilicho nacho. Kwa nini wewe una attract wezi? Wewe ndio unataka ujiulize. Kwa nini mimi Kashata na attract wezi? Kwa nini si attract watu wanaokuja kuweka vitu vyao kwangu? Kwa nini mimi na attract watu wanaotaka kuchukua furaha yangu, ujana wangu, uzuri wangu, utulivu wangu, usingizi wangu? Nilikuwa nang'aa, sasa vimetia alama niko kama ramani ya Afrika, huku kwa rangi kijani, huku kwa rangi ya njano. Mbona nilikuwa na glow, sasa si glow? Kwa sababu gani? Uchumi wangu umeyumba. Kwa sababu gani mimi na attract wasichana wanaokuja kuharibu uchumi wangu? Wewe ndio unatakiwa kujiuliza. Na mtu akikufanyia kitu cha madhara ya kudharau au kukuumiza, jiulize, kwa nini huyu ananifanyia mimi? Angekuwa ni Lela, angeweza kumfanyia Lela jambo hili. Sasa kwa nini yeye anajisikia confident, yani anajiamini kunifanyia hivi? Ana nini huyu mpaka anajiamini namna hii? Sasa ukishafika hatua hiyo, mtu yote atakao kufanyia ubaya hutomwona yeye ndio mbaya wala wewe ndio mbaya. Wewe utajiuliza kipengele gani hujakiweka sawa mpaka mtu anakuwa confident kufanyia wewe ubaya. Sawa. Tunajua kwamba kwenye mahusiano kuna mengi na mambo mengine kama haya. Nataka utufungue kidogo hapa. Migogoro kwenye ndoa au kwenye mahusiano ni jambo ambalo linaepukika? Hatuwezi kuepuka pase, kwa sababu waona sasa ya mambo ya migogoro lazima yatatokea, kwa sababu wajua pale mko X na Y. Kwanza tu kwa wenyewe hamko sawa. Huyu ana hormone za reproduction moja, huyu ana hormone za reproduction mbili. Huyu hormone yake ya production inaitwa fulani, huyu ya hormone yake inaitwa estrogen. Sasa unaona tu yani kiumbwaji
hatuko sawa. Tukitoka hapo tukuja malezi. Tukitoka hapo IQ, yani uelewa. Unaweza kuwa IQ yako iko 5, huyu mwingine IQ yake iko 1.8. Sasa unaona hatuwezi kuwa sawa. Lazima tuwe na migogoro. Lakini tutakapokuwa na migogoro lazima tukubali kwamba tumeamua kukubaliana kuto kukubaliana. Hutaki kitu fulani na mimi sitaki kitu fulani, lakini tuheshimu kila mtu mawazo ya mwenzie. Wewe unapenda wali maharage, mimi napenda wali choroko, unapenda mseto. Wewe uheshimu mseto wangu kama ambavyo mimi naheshimu maharage yako. Mkubali pia kukutana halfway kwamba wewe unafanya fulani na mimi nitafanya fulani. Wewe unapika, mimi kazi yangu kutupataka. Mimi napeleka watoto, wewe unaenda kuwachukua. Wewe unapika, mimi nafanya watoto homework. Yani mkutane kati. Sasa pale mmoja atakapojifanya kwamba yeye hataki kukutana kati na mwenzie, ndo pale sasa mambo yatakapokuwa mgogoro. Mgogoro unakuja ikiwa pande mbili zimeshindwa kuelewana. Lakini kama pande mbili zinaelewana ni sawa. Jambo lingine ambalo linasababisha mgogoro ni finance. Kabla ya uchumba watu hawajadili kuhusu mambo ya matumizi ya fedha na nini na nini. Mtu anaona kwamba kwa sababu yeye ameolewa basi ana haki, yani inampa haki ya kuhudumiwa kila kitu mpaka wazazi wake. Ni haki. Wajua kuna haki na kuna wajibu. Ndio. Sasa ukiolewa ni haki yako kuhudumiwa. Kuhudumiwa wazazi wako ni mapenzi. Na pia kuhudumiwa haijasema utahudumiwa kila kitu. Kama unataka pesa ununue gauni ambayo wewe anataka kukunulia kwa 20,000, lakini wewe unasema kwamba haina hadhi unaotaka, kwa hiyo unataka gauni 50,000, hiyo sio haki. Kama mimi uwezo wangu ni kukupa wewe gauni 20,000, wewe ukataka 50,000, yafaa uongeze 30,000 wewe mwenyewe. Sasa utakapoingia katika ndoa alafu kasema kwamba mimi nitasimamiwa kila kitu, maana yake ni kwamba ndio utasimamiwa kila kitu, lakini sio kwa upana huo ambao wewe umeuchagua. Ndio maana katika mahusiano yanayoelekea ndoa, yani uchumba, tunawashauri mabinti awe na karatasi yake ama diary. Andika matarajio yako ambayo yako realistic, yani matarajio ambayo yanafikika kibinadamu. Ukimaliza andika matarajio ambayo umeyaona kwenye telenovela. Unajua zile telenovela au movie za Kikorea, mwanaume sijui nilikuwa analia akatokea from nowhere akaja kunibembeleza. Yani wewe andika haya matarajio ya ndoto na matarajio halisi. Ili wakati unaangalia mwanaume usije ukaangalia matarajio ya ndoto ndio ukayotumia kupata mwanaume wa halisi. Kama unahitaji mwanaume wa ndoto, tumia matarajio ya ndoto. Kama unahitaji mwanaume halisi atakaye play part kama mume na baba wa watoto wako, angalia matarajio halisi. Sasa wewe usije ukataka mtu ambaye eti kwa sababu wewe umenuna yeye asilale wala asile, akao usiku mzima na kubembeleza, uongee, ule, ulale, na yeye kazi yake inaanza saa 11:15 asubuhi. Saa 3 usiku wewe hutaki kulala. Unasema umeuzika sana, hutaki kula wala hutaki kulala. Sasa haya ni matarajio ya uigizaji ambayo mwanaume huyu anayefanya kazi ya saa 11:15 anaingia ofisini hawezi kuyatimiza. Ili aweze kuingia ofisini saa 11:15, inatakiwa amke hapo nyumbani kwako 9:30. Aoge, kama anaswali kiamulaili asali, kama anatengeneza mambo yake atengeneze, kama anatakiwa kuandaa gari yake yawashe kabisa anze kupata moto kitambo anajiandaa, afanye hivyo. Au jana aliingiza gari kiwa chafu aisafishe. Kama kuna shughuli za kusaidia hapo nyumbani, kuweka sawa vyombo, kutupa taka, kufanya nini, kuangalia umeme kama uko sawa, kunyosha nguo yake, si kupika chai. Kitambo amejiandaa hiyo 9:30, amemaliza 10:30, 10:45, aanze kutafuta nafasi labda na yaongea na Mola wake. Au mwingine ni wa mazoezi, anza kuja zake mazoezi, amaliza, ametoka zake mbio, aje aoge 11 kamili kashajiandaa. Anasubiria na dakika 5, au kama anakaa mbali anatoka hiyo 10 hata dakika 40 wengine wanatoka. Kama anakaa mbali
Sasa wewe ile 10:30 ndio unaamka sasa uanzishe ugomvi. Ukitoka hapa leo wewe sio mume wangu. Yaani ukitoka leo hapa wewe sio mke wangu. Kama kweli hiyo kazi unaofanya ni kwa ajili ya hii familia yetu, utaacha kwenda kwenye hiyo kazi leo unisikilize mimi ninayoyataka. Kwani wewe ni shetani au? Mbona unijaribu mimi hivi? Kwa mimi niache hii kazi alafu hii nyumba taa zinawaka utaziwashana nini? Hii nyumba maji yanatiririka masaa 24 utayafungua na nini haya maji? Na watoto wanaosoma skuli? Na bado unataka mchezo, bado unataka sare, sio unataka kwenda kwenu kuna shule, sio unataka kupaka hina. Yaani wewe unaonaje? Mimi sijalala usiku mzima. Wewe unalala kabisa. Umeniudhi una. Mimi sina option isipokuwa nilale kwa sababu asubuhi natakiwa niwe kazini. Na kazi yangu ni call center. Mtu hawezi kunipigia simu anaomba msaada wa jambo customer care, mimi ninasinzia. Itakuwa sio weledi katika kazi. Kwa nini kukosewe kama mke na nikose na kazi pia? Hapo sasa. Basi ni uwe. Ili nijue nimekosa bara, nimekosa pwani. Unaona? Sasa lazima ujue kwamba haya mambo unayoanzisha. Kuna wengine mimi nilikutana nao wengine baadhi yao. Wakaniambia mimi sijui nifanye nini kwa sababu nimekutana na mtu ambaye ana akili sana. Lela nikamwambia shida yako nini? Asema mimi ninakuwa nimepanda. Niko na hasira, nataka kugombana naye. Nikimwambia kosa lake baada ya tubishana ananiambia basi yaishe. Sasa mimi hasira nimalize kwanza. Sasa mimi namuuliza, wewe unataka nini hasa? Kweli kama na kuna upo kama chawa kwa sababu unataka nini hasa? Wataka mtu mstaarabu akakusikiliza au wataka mtu kwa nini unapenda chaos? Mbona unapenda vurugu? Asema mimi nataka tubishane. Mwanaume hataki tubishane. Mwanaume anaomba radhi. Mimi hii hasira nilionayo na hii harakati ya kubishana, nitabishana na nani? Naambia uende Facebook basi, bishana na watu katika comment. Anacheka, bwana mimi mwanaume aniboa. Akuboa. Sasa minga sasa sana aketa sijui wanataka nini? Anasema nimejiandaa kutwa nzima aje turushiane maneno. Mwanaume akija ananiambia mimi nimekosea sana mke wangu, naomba radhi, tena naomba sasa hivi hapa uniambie nifanye nini ili nirekebishe. Asema namwangalia nitamani nimwashe kibao kwamba wewe hisi mimi hasira nitaipeleka wapi? Sasa namuuliza nyinyi hasa mwataka nini? Sema watu kama hawa masema hamuwataki. Mwataka gani? Wale wakubishana na nyinyi waokote stuli wapige. Kuwa makini. Vitu ambavyo havihitaji vipo katika uwezo wa mtu kukupa. Mwingine asema mimi mume wangu akiongea neno moja naropoka 6. Mimi najichukia kwa hii tabia yangu naofanya. Lakini nashangaa mbona siachi? Naweza ngamtumia mume wangu message, tunachati WhatsApp kwa mapenzi na wema. Lakini nikaingia online nikakuta message yangu ameisoma hajaijibu lakini yuko online na mtumia message naanza kugombana naye. Kwa nini hanijibu ule ujumbe? Na wapo wengi hao. Hii karne na hii mwaka 2025 wako wengi ambao wanataka ukisham blue tick unataka umjibu. Kama hujamjibu na umemblue tick anachukulia offense. Wajua kitu rahisi sana dada zangu kusumume. Lazima atarudi nyumbani huko wako mwenyewe. Kwa kama alivyokuwa kazini mlikuwa mnachati na aka blue tick. Huoni hiyo ni tekniki nzuri sana kuanza nayo jioni anaporudi. Kuliko kuanzisha zahama pale katika ile simu. Lama amepanga akirudi au kote kitu kwa kuletee. Atairisha kwa sababu ushamvuruga. Mwacha arudi. Yaani uzuri ni kwamba lolote atakalofanya lazima atarudi nyumbani. Akija akiwa anakula unakaa naye. Kama wewe kwako kujibiwa message ni big deal hivyo. Wakaa naye. Japo mimi kama dadako nakuoja kwamba mambo hayo wala sio issue. Mtu anaweza kukujibu kila message unayotaka, lakini haki zako asikutimizie kwa wakati. Na hala sikupende kama mke. Aone tu kwamba huyu ni mtu na survive naye basi acha tuishi. Akija kwa kuwa wewe wapenda sana ugomvi, akija wamuuliza.
bwana wewe Hamam, mimi nilikuandikia ujumbe pale. Naam. Uliuona ujumbe wangu? Naam. Hebu niambie kwa nini hujaujibu ujumbe? Utake kujua kutoka kwake. Sio wewe uje na fikra zako kwamba hajajibu sababu kakudharau. Hebu nieleza, mbona hukujibu ule ujumbe? Wewe na wewe wajua mambo madogo, mbona umeweka moyoni? Mimi nakuuliza tu. Mbona hujajibu? Niambie kama rafiki yako. Mbona hujajibu? Wallahi mke wangu ghafilika. Kwa mume wangu unaona ni sawa ukagafilika kuhusu mimi? Hamna, si sawa mke wangu, lakini basi. Usiongee tena, shajua siwezi unagafilika kuhusu mimi. Hamna mke wangu, usichukulie serious, nimegafilika tu, lakini sitogafilika tena. Bwana wewe kula chakula bwana. Huu usiku unatakiwa mtu upumzike. Tusianze tena hapa kubishana, utashindwa kulala bure, kesho una kazi. Uone nafsi yake itakapomsuta kuliko kuanzisha ugomvi. Kwanza ukianzisha ugomvi atasema huyu mimi kila ninachofanya hana wema na mimi, kazi yake ni kunilaumu. Basi ngoja nifanye basi. Atapita kwa nani? Kwa Mwasiti atampoza. Alitakiwaje nyumbani mapema, lakini atachelewa kwa sababu nini? Wewe unamkera. Kwani ni yeye tu asauge? Wewe mbona wasau? Sometimes unaweka chumvi tele, unaweka mafuta tele. Sasa madam, kuna kipengele zamani hakikuwepo kwa haya makungwi ya sio anaitwa makungwi, sio wanasomo makungwi. Somo ni mtu ambaye uko naye jina moja. Okay. Hapo ndipo utakapojua Masaini nilitoka lini. Bado nipo shule. Kwenye makungwi kuna kitu kilichokuwa kimesahaulika na hivi sasa ni muhimu sana kuongezwa. Kuhusu simu. Simu zimekuwa zikivunja ndoa za watu wengi sana, ama kuleta manunguniko ama chokochoko zinazopelekea marumbano ambayo hayaishi. Kwa wanandoa, nini wanachotakiwa wakifanye kuhusu kijidude kinachoitwa simu katika ndoa yao, kwa afya ya ndoa yao? Sitaki kuwa upande, lakini nitazungumzia mimi mfano. Ndio. Mimi simu hushika routine. Nimejisikia tu. Naicheki tu. Alafu ngemaliza. Hata nikikuta kuna matatizo siseme. Kwa nini? Kwa sababu pale sio mahali pake. Nilikuwa nataka kucheki, sio niulize. Sasa nikikuta kuna madhara kwenye ile simu, baada hiyo routine inaweza kukata miezi 3 ndo ukacheki. Ukikuta sasa kuna madhara, ndo sasa unakaa kama siku 2. Siku 2 unakaa kwa nini? Ili hasira ishuke, uongee bila hasira. Sababu ukiongea na hasira utaharibu. Ikishuka, mara nyingi sehemu zao za kuwabamba. Na wapeni wasichana sasa hii kodi. Sehemu zao za kuongeesha vizuri ni wakiwa wanakula. Wakiwa wanakula attention yao iko vizuri kidogo kuliko wakiwa wamekaa tu. Siku hizi tunaacha. Si hasira itakuwa ishashuka baada ya siku 2. Kwa hiyo unaongea tu kawaida. Unapiga tu story. Naambia bana naona siku hizi mazungumzo wewe na ex yametoka sasa kwa kama vile ulivyoniambia ni kaka na dada, sasa hivi mwanza kuzungumza kama mnataka kuoana. Sasa nataka utafakari. Usitaka ya kujibu. Mwambie nataka utafakari ikiwa masuala haya yanakubalika kwenye muungano wangu mimi na wewe. Na kama masuala haya utayakubali na mimi nikiyafanya. Nataka utafakari tu. Umeanza? Nimesema utafakari. Au nataka uniambie ikiwa hichi unachokifanya ni haki kwangu na kwako. Kama umenifanyia haki kufanya haya, basi kama beba glasi chako ujifanye kama unaenda kuchukua maji ya kunywa ndo urudi. Sasa pale unamwacha anakula huko na digest, nasema ni hata juice chakula kina sumu kiko kizima. Hapa itakuwaje? Kwa hiyo akikaa ukataza huyu mwanamke kwa toka juzi kaliona na jambo kakaa nalo leo ndo kaja kuniambia na mbona ana ukali huyu mwanamke anapanga nini? Akija sasa wajua mke wangu hilo jambo lipi lile uliloliona kwenye simu nishasahau. Na haya mambo mimi huwa yananiumiza sana moyo wangu, kwa nisingependa tuyaongee tena. Kama umeamua kuyamaliza yamalize, kama unaendelea yaendelee. Basi
atajishtukia. Kuna mtu alimfanyia hivyo mume wake, akaniambia, Lela, mimi nimefanya hii technique. Siku hizi bwana mkubwa akiwa na